Nikakutana na marafiki zangu wakiwa waine wakiwa kwa barabara wamesimama hapo nje. Nikasikia watu wanapita pita hapo wakisema ile kijana ya Rubembe ule alikuanga minister amewawa huko Keren. Hao watu walikuwa na zile nguo, nikaona wametoa mabunduki wote. Kaniambia chini ama tukuue. Nikatolewa hata ile ini ya niko nayo, nikabaki kama mnyama. Hii kesi vile ilifanyika, ushahidi wote uliongelewa robbery. Hakuna mali mada iliguzwa. Si hizo vitu hata mali zilitoka mimi sijui, mpaka leo hii sijui. Hata saa hii Mungu aniwe tukutane na yeye binguni, sijui huyo mama alikuwa mrefu, alikuwa mfupi, mnono ama mwembamba, sina habari. "24 years later, and having spent most of his adult life behind bars, Yusuf Wanasoro still maintains he was a victim of police adventure." Casefiles, The White Murder, starts now. At Kamiti Maximum Security Prison, Yusuf Rashid Wanasoro alias Toto is being taken through a training session. For 24 years now, this has been home, away from home. Mimi nimeingia Kenya mwaka wa 1989. Kuna familia yangu ilikuwa hapa Nairobi, na ndio nilikuwa nimekuja kutembelea. Nikapata kibarua hapa Nairobi huo mwaka. Nikaendelea kufanya hiyo kibarua yangu. Mwaka wa 92 nikarudi Uganda. A young man at the time doing menial jobs, Yusuf was a common figure in the populous Kibera slums and was a frequent visitor of a local brew selling joint. Jamaa ambao alikuwa jirani yangu mali mimi naishi, alikuwa anaitwa Tomu Mwanji Rubembe. Ilikuwa asubuhi kama saa 4:30. Nikiwa nimetoka kwangu kwa ploti ile nilikuwa nakaa hapo Kibira Sura Studio hapo Lindi hapo. Nikakutana na marafiki zangu wakiwa waine wakiwa kwa barabara wamesimama hapo nje. Tukasalamiana. Wakaniuliza unaenda wapi? Nikawaambia mimi naenda kwa kutafuta kibarua. Wakaniambia sawa. Tukawaachana, mimi nikaenda. Mambo ya ajabu, siku hiyo jioni nikasikia watu wanapita pita hapo wakisema ile kijana ya Rubembe ule alikuanga minister amewawa huko Keren. Walikuwa wanaiba, akapigwa risasi. The man he says had been shot dead was Tom Muhanji Lubembe, a friend who had been shot and killed during a botched robbery near Karen. The police department at the time claimed Tom was gunned down as he tried to draw a homemade sword, which flying squad officers mistook for a gun. He was shot in the head, dying on the spot. The killing had taken place inside the Ngong forest. The robbery had left one person dead, a 30-year-old white widow, Karen Winter. The husband, a British national who had pressed the panic button after surviving a senseless beating from the attackers, told the police the people maimed, raped and later killed the wife were 5.
Local newspapers reported the murder orgy at the home of the Winters, a neighbor to the Attorney General, Amos Wako, at the time. Ten days later, Yusuf says he was going about his normal chores when someone he knew confronted him. Nikiwa nimefika hapo Kibira Court, hapo kwa parking nje, nikakuta kuna watu wako hapo zaidi ya watu 20. Wamevaa hizi jaketi za Coca-Cola na kofia za Coca-Cola. Kulikuwa na ofisa moja hapo, police officer. Naweza kumuita kama Kasim, ni mtu wa huko nyumbani tu. Akaniita, Yusuf. Kawaambia yeye nilimkimbilia kwa sababu ni mtu ni kama relative. Kamuuliza bro namna gani? Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda kibarua. Lakini vile nilimtazama alikuwa amevaa hizi nguo za parara. Hizo nguo zimechafuka sana. Nikamuuliza bro, kwani ulilala wapi? Ulikunywa ukalala kwa nini kwa babu chini ya simiti? Akasema hapana. Hata si kuuliza yeye swali lingine. Watu walikuwa na zile nguo, nikaona wametoa mabunduki wote. Kaniambia chini ama tukuue. Mimi nikapiga magoti nikabeba mkono. Unknown to Yusuf Wanasoro alias Toto, police had connected him to the sale of household goods allegedly sold by him. Wakaniweka kwa boot. Wakachukua pia huyu Kasimianka, huyu askari wa Kilimani, huyu pia wakaweka kwa buti. Tukaenda kwa buti tukiwa mimi na ofisa. Nikawa nimewekelewa tayari ya gari, spare part ya ile gari kwa kichwa. Sasa huyu naye ofisa amekalia hiyo tayari. Niliona shida sana. Sasa wakati tulifika Lang'ata, buti kifunguliwa ya gari, ndio niliona kumbe nimeletwa Lang'ata. Walinitoa hapo moja kwa moja mpaka kwa seli. Wakanitoa nguo zote, kaweka hapo kwa baranda. Wakanifungia kwa chuma ilikuwa kwa hiyo seli. Na wakamwaga maji. Days later, police investigators arrested 2 other people, James Washikomba, a Ugandan national, and Alexander Shikavale. Kuna vitu zilikuwa hapo chini kwa maboksi. Akaambia CID moja, hebu furuta hizo maboksi ulete hapa. Hizo vitu zikaletwa hapo. Akaniuliza, hizi vitu Mr. Yusuf, unazijua? Kwa ukweli Mungu aniue saa hii dakika hii. Sababu Mungu ana uwezo na mimi. Yeye ndiye aliniumba. Si hizo vitu hata mali zilitoka mimi sijui, mpaka leo hii sijui. The killing happening 2 days earlier after the then President Daniel Moi, straight from an official trip from Lusaka, Zambia, directed the police commissioner Shadrack Kiruki to stem a wave of crime in the city. The president directed the commissioner of police to enlist the services of the General Service Unit in cracking down on rising crime. Serikali ingine kaingia. Nikasikia wanasema sisi tumetoka Rari. Wengine wanasema wametoka headquarter ya Nairobi. Wengine wametoka Central. Walikuwa wengi. Wako na mapicha. Sasa wakakuja wakaangalia hizo picha, nikasikia wanasema, "Ai, hapana haka. Hii kamutu si tunakutananga nako tangu kitende itendeke. Tunakutana nako kwa gari. Tunakutana nako hii mtaa ya Kibira. Hii kamutu kama kaangejua ndio kamoja tunatafuta, tungekashikia mbali. Akangekuwa hapa." Hiyo Saidi akasema, "Hapana, huyu mimi niko na shaka." Wenzake wakamuuliza, wale vijana huwa wanatuulia town huko wakitupiga marisasi. Wako tofauti gani na huyu? But police investigators told their seniors they had linked Yusuf Wanasoro alias Toto to the killing of the British housewife. Karen Winters was killed in the presence of her 6-year-old daughter. The robbery had taken place during the day. Akamuuliza Michael Njenga kama mmemweka seri gani?
Akamwambia ile seli tulitoa wanawake tukamweka huko, na James pia tumeweka yeye seli yake. Haya, fungua watu wakuja hapa. Saa hiyo mkubwa ndio mimi nilijua kumbe kuna watu wengine walikuwa wameshikwa wamefichwa wapi kwa seli zingine pale. Wakaniuliza, unajua huyu? Nikawaambia James ninamjua. Unamjua namna gani? Nikawaelezea sababu alikuwa anafanya kwa baa nyingine ilikuwa hapo Makina, inaitwa Green Hat. Yeye alikuwa anafanya kwa hiyo baa. Nikawaelezea vile na kuelezea hivi. Wakaniuliza, na ule Michael Njenga Kamau? Nikasema huyu mimi simjui. The person Yusuf says he had never met before was arrested after police found him in possession of stolen property from the house of the British couple. The man told the police it was Yusuf who sold him some of the household goods stolen from Karen Winter's house near the Bomas of Kenya. Weeks later, the two Ugandan nationals, Yusuf Wanasoro, James Oshikomba, and Alexander Shivakale, were arraigned before a Nairobi court to face charges of murdering Karen Winter and injuring the husband. Yusuf Wanasoro alias Toto was 20 years old, the youngest among the three. Sasa tukasomewa manda, tulisomewa kuua, hatukusomewa ati tumefanya robbery. Tulisomewa kuua. Hata mimi wakati nilibeba mkono, magistrate alikuwa anaitwa, huyu mama alikuanga Rokot ya Nairobi, Kidura. Wakati Mohamed Kalani waka anasoma hiyo mashtaka, akampa karatasi. Huyo mama akauliza maaskari wale, hawa watu umewaleta na kesi gani? Wakasema ni mada. Mada hii kesi, watu ni kuua waliua ama ni kuiba walienda kuiba, ndio ule akakatalia mali yake akasababisha hawawe ndio mali iende. Wakanyamaza. Madam huyo akawaambia, fanyeni hivi, hii ni koti, hapana potesha masaa hapa, kurudisha huyu mtu polisi, endeni mfanye uchunguzi kamili, mumulete na ile mashtaka ambao inaeleweka. Apart from finding him in possession of stolen property, a bailable offense before the law, the trial judge still went ahead and jailed Yusuf Wanasoro, basing his argument on a section of the law that is rarely used in capital offenses such as murder. We take a short break.